Basi asante sana Bwana Mle, na moja kwa moja tunaanza rasmi kitengo cha patanisho. Na yule ambaye ningependa tuweze kumpatanisha anatuma ujumbe, anasema jambo patanisho. Mimi ni Simon ambaye na miaka 30, lakini kwa sasa niko Nairobi. Naomba mnipatanishe na bibi yangu anaitwa Cynthia Acheng ambaye na miaka 24, na nasema tumekuwa kwa ndoa for 8 years na tuko na watoto 3. Nilikosana na yeye last month baada ya mambo ya vita kwa nyumba na kukosa heshima. Kwa sasa mimi niko Nairobi na yeye ako Oyugis. Naomba mnisaidie arudi Bwana Gidi na Ghost, na kanipatia namba ya mke wake. Kwa hivyo moja kwa moja tunampigia Bwana Simon Juma ili tusikie mambo yake na tuone vile tunamsaidia. Kwa hivyo naomba Bwana, please enter your password followed by the Simon Juma, naomba thank you uweze kushika simu yetu ili tusikie kesi yako na tuone vile tunakusaidia. Kitengo ikiwa ni patanisho. Kwa hivyo upo natupata. Juma, habari gani? Mzuri Bwana Gidi. Nimeona hii message yako, unasema ulikosana na mke wako. Nini ilitokea? Tueleze kidogo tu. Yeye biji tulikosana kwa nyumba. Na nikampiga. Ukampiga? Endelea. Hapo nilimpiga, tukakaa karibu wiki 3 hivi. Akaenda nyumbani. Sasa kuenda nyumbani, akakaa tena wiki moja na siku moja. Siku ya pili sasa akapanga vitu zake akaenda. Akaenda watoto 2, akaacha mtoto mmoja mkubwa. Okay. Naomba msaidie arudi. Na kwa nini ulikuwa unampiga? Nilikuwa tu hasira tu za nyumba. Hasira gani ndugu yangu? Hasira gani? Wewe unasikiza patanisho hapa, si ndio? Nasikiza. Na huwa tunasema nini? Msipige bibi. Alafu kwa nini ulikuwa unapiga bibi? Hata sijui kwa nini mpiga. Ni shetani. Ni shetani? Ni shetani ama ni nini? Wewe kama umekuwa ukisikiza patanisho, huwa tunasema wazi kwamba mwanamke akikukosea au mpigi, unatoka unaenda kusuluhisha, ama kama ni hasira unaenda unatafuta ukuta, unapiga ngumi, hasira inaisha, ndio unarudi nyumbani. Huwa tunasema hivyo hapa kila siku. Sasa wewe unatuletea kesi ya kupiga mwanamke. Bwana Mle, hii tunafaa kuendelea nayo ama hii tunafaa kumalizia hapa? Anafaa kulipa M-Pesa. Kwa hivyo mke wako vile alienda nyumbani anasemaje? Umeongea na yeye? Kwa tunaongea na hapo nyuma, hivi nikipiga simu achukui, anakata. Ashiki simu yako. Yaani nitumie message ile ya matusi. Ya amejipanga, sijui ama amejipanga ama ni kuongea tu. Wewe ungependa kujua msimamo wake? Ndio. Okay. Haya, shikilia hapo kidogo tumtafute ili tusikie nasemaje na tuone kama mtaweza kupatana. Hello. hello. Cynthia, habari ya leo? Nzuri. Mimi naitwa Gidi. Naitwa Gidi kutoka Radio Jambo. So unajua Radio Jambo? Najua Radio Jambo. Sasa Cynthia, hello. Kuna jamaa ametutumia SMS hapa Radio Jambo, anasema alikukosea. Na anasema angependa kukuomba msamaha. Jamaa mgani na Ebu karibia simu, umepotea. Weka simu karibu na Anaitwa nani? Anaitwa nani? Huyu jamaa anaitwa Simon Juma. Unamjua? Cynthia, bado nacheka. Umeshangaa leo wewe ndio unapatanishwa. Hata nimeshangaa maye. Sasa huyu jamaa anasema eti mlikuwa mmekosana na vile mlikuwa mnajibizana akakupiga, na anasema hiyo ili kukasirisha na baadaye ukabeba vitu ukaondoka. Sasa siji kama ametudanganya, ni kweli hivyo ama kuna mambo ametuficha?
Tulikuwa tumekosana tu, kama amewaambia chenye ilifanyika ni sawa. Kwa hivyo ni hivyo ilifanyika. Sasa mwenyewe aliniambia nipange vyangu niende pale naenda. Sasa mtu akishakwambia sio upange vyako tu unapanga unaenda. Kwa hivyo yeye ndiye alikufukuza. Mwenyewe aliniambia nipange vyangu niende mpaka kanitumia message niende. Mpaka akakutumia message ondoka uende. Ndio. Kwa hivyo unashangaa sasa yeye anakutafutia nini? Ndio nashangaa na nitafutia nini mpaka hata niliamua mpaka nikabadilisha namba akafanya bidii mpaka tena akatafuta namba yangu akapata. Ulikuwa ushabadilisha hata namba. Hii namba hata hujui amepata namna gani? Hii namba hata ndio nimerejea juzi hata wiki miwili ijaisha. We, nani Simon? Yes, Gidi. Kwani unafanya na Mossad? Umejuaje namba ya nani? Namba ya Cynthia na alikuwa ameshabadilisha namba. Namba ilikuja na Mungu. Wacha mchezo. Umepata hii namba namna gani? Nilipata kwa huyu sister yake wa Meru. Dada yake ndiye alikupatia. Cynthia, ulikuwa umepatia dada yako namba yako mpya? Ndio, alikuwa naye. Nilikuwa nimempigia na kumbe yeye pia akapiga simu akapea. Kwa hivyo dada yako ndiye alikuwa kwa hivyo ulikuwa umebadilisha namba kwa sababu uko unataka kuongea na huyu jamaa tena? Si kwa nataka kuongea na yeye kulingana na vile alikuwa ananitumia hata message mbaya nikiwa huku kwetu. Sasa hizo ndio zilifanya nikabadilisha namba zangu zote asitoe nazo. Alikuwa anakutumia messages mbaya. Alikuwa ananitumia message mbaya mara wanaume wenye madala nao watalala mpaka na msichana wangu. Sasa hizo ni nini? We Simon, inaonekana ulifanya mambo mengi sana mabaya. Kabisa Gidi. Haya, ongea na Cynthia basi tusikie. Omba msamaha. Mashaila. Yaani hiyo mwadala wewe. Habari yako? Nzuri. Mimi nilikuwa naomba tu msamaha tafadhali. Unisamee tu, nimekuomba tu mbele ya kina Gidi. Unisamee tu kweli tu. Rudi kwa nyumba na ulete watoto. Sasa nikusamee na hata ile mara ya kwanza tukikosana, si tulikosana nikakuja huku kwetu. Ukanifuata huku ukakuja ukasema tutawahi kosana nitakuachia. Tena sasa hivi kuomba msamaha itakuwa tu vile vile. Hapana, hisi kwa vile nimefika kwa wajaji wenyewe. Hisi fika hivyo. Sawa. Ni kama ni ngumu kwangu. Sioni tena ni mimi nilikwambia mimi endelea na maisha yako, niendelee na maisha yangu. Ulisema mimi. Hapana, ona, wacha. Hata mkaba mzuri mashati zake zimesimama, mimi zangu zimelala zimekuwa kama chapati. Sasa wewe endelea na mkamba. Hapana, si hivyo, ilikuwa tu maasira za kuongea, hakuna story kama hiyo. Hapana, wewe tafuta tu mkamba, mimi wachana na mimi. Si hivyo bwana, si hivyo. Mashaila, si hivyo. Sasa unaona uliacha mtoto mkubwa. Unaona ujuzi jana. Wewe wacha tu. Mama nenda ndio. Si hivyo Cynthia. Wewe unajua bwana Simon. Yes. Unajua kuna mambo mengi ambayo umefanyia huyu mwanadada, lakini vile unaongea na kejeli sana. Are you serious unataka kurudiana na huyu mtu wako? Niko serious nyumbani, nimetuma kwa message kwa redio jambo. Niko serious. Nimekusikiza kwa makini. Nakusikiza kwa makini. Na wewe unaona ni kama mke wako haezi jiamulia mambo yake. I can read. Okay. Yes. Wewe ni kama umedharau huyu msichana. Sijamdharau Gidi, sijamdharau. Naeza ona. Vile hata unaongea. Unadhani tu ati ni mtu ataye ambaye unakosana naye, anaenda zake, alafu unarudi, unamwambia rudi, alafu anarudi. Akirudi unamfukuza. Hata mimi kuna kitu alinifanyia Gidi. Hata yeye anajua na siwezi ongea mbele ya wa radio. Siwezi ongea, yeye hata nimemsamea pia mimi. Mimi anisamee. Haya, Cynthia umeamwaje? Aendelee na maisha yake. Aendelee na maisha yake. Ama kupatie muda ufikirie.
nifikirie mimi tena, hata nikirudia na yeye bado itakuwa vile vile. Ati hatukifikiria? Nasema hakuna muda naweza mpea juu hata nikirudi bado atakuwa tu ule ule. Na shida yake kuu ni gani? Shida yake kuu ni gani? Ndiye ajue. Shida yake gani tena? So umesema kwamba hata ukirudi tabia yake itakuwa ni ile ile. Kwa hivyo mara ya kwanza tukikosana nikakuja kwetu. Sasa vile alinifuata nikarudi kwake. Sasa unajua kukosana hizi vitu zenye watu wanakosana ndogo ndogo, nisikia kitamka ati hakuwa ananitaka, mimi mwenyewe nilijilazimisha kwake. Anakuambia maneno kama hayo. Sasa hata sasa hivi nikirudi si atasema mimi mwenyewe nimejilazimisha kwake. Ukirudi anakuambia wewe umejilazimisha kwake. Kwa hivyo hata sasa ukirudi atasema tu ni kama umejilazimisha. Okay, na huwa mnakosania mambo gani? Ni mambo tu za nyumba hizi ndogo ndogo tu. Kama nini? Mambo tu za nyumba tu. Mambo tu za nyumba, hauwezi taja. Okay. Haya, Bwana Simon. Yes, good. Umesikia vile mkako anasema? Nimemsikia. Anasema yeye haoni akirudi. Okay. Angerudi tu juu. Mimi nimefikisha huko kwa ukubwa wenyewe kwa nini. Angenisamea tu arudi tulee watoto. Amesema arudi. Apoe tu roho yake. Arudi tulete watoto wetu. Sasa kuna watoto wawili, aliacha mmoja nyumbani. Sasa unajua sisi hatuwezi lazimisha. Haya unamaanisha kama ameamua hivyo, ni sawa. Wewe umekubali ni sawa. Haya, Cynthia unasemaje? Sisemi kitu. Au Namwambia kwa waganga penye aliniambia anaenda uwe au watoto. Sijui alisema ataniendea kwa waganga uwe watoto. Ati atakwendea kwa waganga? Ati uwe watoto na nisibebe watoto nipeleke nyumbani kwao kujika. Ukienda na watoto kwenyu ataenda kwa mganga. Si labda hiyo ni mambo ambayo alikuwa anasema kwa sababu ya hasira, Cynthia. Hasira gani? Na hata mimi pia alisema ataniendea kwa waganga mpaka nikuwe wazimu. Kwa hivyo imekuogopesha? Naomba nianze kuwa wazimu, nianze kuokota vitu mbaya nikisema. Wewe Simon. Gedi. Unajua wewe hata unaongea hapa na vile vitu Cynthia anatuambia, siwezi amini ni mtu kama wewe unajifanya. Hizo waganga yenyewe nitamuka hiyo ni kuongea tu bwana, yani kuzitua tu. Hata kama unashtua mke wako, utamwambiaje utaenda kwa mganga aanze kuokota vitu town? Kuokota nayo hapo naye amepanga. Simon unakaa wewe pia unakaa. Sije ni kudescribe namna gani. Haya, kwa vile Cynthia bado amekasirika na anakumbuka hayo mambo yote ambayo ulimwambia, mimi itabidi nipatie wana jambo waweze kuwapatia ushauri, Okay. Ni sawa? Sawa. Haya, mwambie Cynthia maneno ya mwisho tukimalizia patanisho. Halo darling. Halo darling. Akidali nakuomba tu urudi tu. Hiyo mambo yote tu, hebu tusameane, tukae vile tulikuwa tumekaa hapo zamani. Sawa. Sasa uliacha mtoto mmoja nyumbani. Sasa wengine wako huku. Sasa nashindwa. Sasa nataka mtoto mwingine alelewe na nani? Kama Mama Shaila. Na sio unasema mama yako ni wa maana kuniliko. Si hata kae na mama yako nyumbani. Sasa akae kuliko, mimi sijasema ni mamangu ni kuliko. Wewe ndio unavolea watoto. Mama yake yako na maisha yake bwana. Sasa mtoto anakuhitaji. Ananiulizia mama ako wapi? Mwambie mama atakuja.
Sawa, nikupe muda. Muda ya nini? Haya, Cynthia. Maneno ya mwisho Mama Sheila, maneno ya mwisho ambayo ungependa kuambia Bwana Simon. Mimi namwambia Mhm. niharibia karibu matiti zangu zitakuwa chapati, aendelee na kama mwenye matiti zake zimesimama. Hivyo ndo namwambia. Hivyo ndio naweza. Sasa wewe. Okay. Haya. Hiyo imeshindikana. Inaonekana hawa bado wamekasirikiana. Yale maneno ambayo wanaambiana hata sielewi. Inaonekana ni bado wanajibizana zile za kimapenzi. Wewe ulisema hivi, wewe ulisema hivi, wewe ulisema hivi. Lakini wanaume jamani, ukikasirika ama ukikasirikia mke wako, usimwambie maneno ambayo itamfanya akumbuke. Unaweza mwambia ndio, enda upumzike, enda urelax akili, tutaongea baadaye. Lakini ukianza kurusharusha maneno, cheche za maneno, SMS, nini? Ati nitakuendea kwa mganga, sijui watoto watafanya nini? Mambo ambayo inamfanya nakumbuka, inakuwa ni vigumu kuweza kukubali kurudi mapema. Na ndio maana huyo mwanadada bado ako na msimamo mkali, kwa sababu bado anakumbuka majibizano ambayo alikuwa anajibizana na huyu ndugu. Kwa hivyo ikiwa ungependa kuzungumzia hiyo patanisho, ikiwa umefuatilia kuanzia mwanzo hadi mwisho, ama labda pia umepitia masaibu kama hayo, tunakupatia nafasi uweze kuzungumza. Namba ya simu ni 020 44 45 975.